Yes. Bwana Yesu asifiwe siku ya leo. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Majina zangu ni Evangelist Jane Muthenya. Na Yesu amekuwa Bwana ndani ya maisha yangu. Siku ya leo nimeona tukuje tusungumze neno la Mungu. Tukumbushane tu, maana hakuna kitu kinaumbiliwa kipya. Iwe ni nini, hakuna mtu hajasikia injili, na ni wakati wa kukumbushana. Wakati wa kukumbushana. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Na nataka tusome maandiko tu. Na kabla hatujasoma, nataka tualike Roho wa Yesu akuwe pamoja nasi. Baba, katika jina kule Yesu, nasema ni asante kwa wema na ukuu wako Bwana mzuri. Hakuna aliye kama wewe mbinguni na duniani. Nastahili heshima Bwana na utukufu ni zako. Nguvu na kukaribisha mahali hapa, ukatuoshe kwa damu yako, ukatutakaze kwa damu yako kuu Yesu Kristo, ambao ni damu iliye na angano kubwa. Tuoshe, utusafishe, tuweke huru. Na kukaribisha Roho wa Mungu kanitumie kama chombo ili kulisha wanao neno lako. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. Ninakatana na kila utawala wote wa giza. Naondoa every confusion from the north, south, east, west. In the mighty name of Jesus. Na kamata mkuu wa anga na mtisha chini ya mamlaka yako. Kawafungue macho wakaweze kuelewa. Neno hili ikawe ndawa katika maisha yao. Neno hii ikawape faraja ndani ya maisha yao. Neno hii ikawape maisha mapya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, neno ikawe na msaada kwa kila yeyote ambaye umenituma kwako. Chukulie utukufu na sifa, Bwana wewe ni Mungu. Asante kwa nguvu zako na uwezo wako. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. Holy Spirit of God, take control of us to understand your heart. In Jesus' mighty name I pray and believe. Amen. Watu wa Mungu semeni amen. Hapa katika haya maandiko nataka kwenda kusema nawe kupitia katika maandiko yaliyo katika Isaia nabii Isaya katika kisungu Isaia. Nasema nataka kusoma chapter 6 na niteremke mpaka wa kwanza, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Hapa hii maandiko nilishare mahali na mtu akaniuliza maswali, na nikasikia leo nikuje niweze kunena nawe kuhusu haya maandiko. Inasema ya kwamba, na ninasoma na kisungu, tege masikio. Neno la Mungu usaidia mtu wakati unaisikia na unaichukulia na unitilia maanani na unaona ni muhimu kwako iweze kukusaidia. Uwezi sikia neno uachilie iende, na ukichukua neno la Mungu itakungeuza na itakusaidia. Biblia ni kama vile unaweza kuchukua kuwa una dictionary, si mnasoma mnajua maana ya neno kwa urefu wake. Vivyo hivyo naye hii Biblia ndio inatufunulia mambo yaliyotendeka na mambo yatakayokuja. Ikiwa tutazingatia na Mungu Yesu Kristo, kuna mahali Mungu aliweka maangano na wana wa Israeli kupitia Musa. Akamwambia neno ya Biblia isiwahi toka kinywani mwenu. Muitafakari mchana na usiku. Mkiketi mnasema tumebarikiwa. Mkiketi na watoto wako mnashare the word of God. Ingawa kizazi siku hizi si watoto hawataki kusikia neno la Mungu. Lakini wakati tu unashare hiyo neno itakaa ndani yao, na watasema wazazi wetu walikuwa wanashia neno, wao watafundisha watoto wao kwa watoto wao. Kwa hivyo siku ya leo kuna hii Biblia inasema hivi, ni Isaiah 6:1 inasema in the year, nasoma kisungu, in the year King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train
on his robe fill the temple. Wacha nisome hiyo mstari moja tu. Hapa ni Isaia alisema wakati Uzia alikufa alimuona Mungu. Unajua kitu, tukisoma na tuone mambo ya Uzia. Uzia alikuwa mfalme. Na mfalme katika maisha yako ni kitu ambacho kinakusumbua. Je, umeokoka? Yesu ni Bwana. Inaweza kuwa ni madhabahu inakusumbua ya kwenu. Madhabahu ya ulevi, madhabahu ya usherati, madhabahu ya wizi, madhabahu ya kila tamaa, madhabahu yote. Inaweza kuwa ndio imekuwa Uzia katika maisha yako. Imekuzuia kuona Mungu wako. Kwa sababu ambaye hii inaitwa huyu Uzia alikuwa mfalme. Na mfalme ni mtu ako na mamlaka. Hii ni kitu kilicho na nguvu ndani ya maisha yako. Kimekuzuia kuona Mungu. Unang'ang'ana lakini huwezi muona Mungu. Unang'ang'ana huwezi kuwa na breakthrough ya maombi. Unang'ang'ana huwezi pona. Hii ni kitu kama Uzia. Akasema wakati Uzia alipokufa ndio yeye alimuona Mungu. Sijui ni nini hiyo ambao imekuzuia kumuona Mungu. Aidha ni mwili umekuzuia kuona Mungu. Umeng'ang'ana kuacha dhambi. Imekulemea. Ni kweli umeokoka, Yesu ni Bwana. Lakini unajaribu kuinua imani haingiani. Unajaribu kuhubiriwa neno la Bwana haingiani. Hauna ile imani ya kujua Bwana anaponya. Hauna ile imani ya kujua Bwana anakomboa. Huyo ni Uzia katika maisha yako ambao amekuzuia kuona Mungu. Sijui ni nani amekuandika. Anakuzuia kuona Mungu kwa kukuteza, kwa kukunyanyaza. Sijui ni ugonjwa gani umekuzuia haki unainua imani, lakini ugonjwa imekulemea. Sijui ni situation gani katika nyumba yako ambao imekuzuia kuona Mungu. Siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, hapa ninaongea na mtu ambaye ameokoka. Yesu ni Bwana. Siongei na yule hajaokoka, maana ikiwa hujaokoka hii neno si lako. Na tukirudi katika kuokoka nitakupiga toba na Yesu ataingia ndani yako. Ana Yesu asibiwe. Bwana Yesu ainuliwe juu. Sema amen. Sijui ni Uzia gani huyo amekutesa namna hii. Nataka kukuambia kwamba Bwana Yesu ako na uwezo wa kuondoa hiyo hali, wa kuondoa hiyo tatizo iliyo ndani yako wewe ambao umeokoka. Umeng'ang'ana, umenyanyaswa na maisha, umenyanyaswa na magonjwa na unasema Yesu ni Bwana. Unanyanyaswa na madeni na unasema Yesu ni Bwana. Sinikwambie siku ya leo hiyo hali ikakufe siku ya leo. Hiyo hali ikakuachilie kwa jina la Yesu Kristo. Uweze kuona Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana. Unajua kitu, kila muujiza Mungu utenda kwa mtu wake, umuonyesha ako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ya kwamba ni mimi nimetumwa kwa mtu na sijui huyo mtu ni nani, na kwa sababu nimekuja na wewe utaitazama ama unaitazama hii video, Yesu ataenda kukufunulia ni wewe. Ni wewe nimetumwa kwako. Kila ujumbe inakuanga na mwenyewe. Na wale wa kupuuza haina neno. Yule atasikia ujumbe si yake. Yule utajuaje ujumbe ambao mtu ametumwa kwa Mungu, ametumwa na Mungu kwako? Utasikia amenguza roho yako. Utasema, utajiangalia. Watu wa Mungu tujifunze kujipima na ujumbe ambao unasikia kwa mtandao, ambao unaenda kanisani unausikia. Kuna watu wa kuingia kwa magari na wenye ambao hawana magari. Ukiona mtu ameingia kwa matatu, usianze kumtukana na kusema hii ni wale watu wa kutafuta sandaka. Wacha nikwambie kitu,
Acha nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Mungu wakati umeomba naye utumana. Wakati unaomba Mungu utumana kwako, si wewe atakuambia. Kuna wale wameleemika kujua, lakini kuna mtu atatuma katika maisha yako. Unajua viumbe vyote ni za Mungu na ni yeye aliziumba. Imagine unaweza kuwa ukipita kwa barabara usikie mtu ameongea kitu. Be sensitive. Ambao unatembea kwa barabara, unasikia ujumbe kwa YouTube channel, unasikia kwa TV, unasikia mali popote. Be tuned ili Bwana Yesu aweze kukusaidia. Shida ya wanadamu na sisi wanadamu ni kuwa tunatakanga mtu akuje akiwa amefunga manguo za kinabii ili akuambie. Imagine Yesu alipokuja, wakati manabii walikuwa wanatumwa wananini. Yesu alipokuja alipasua ile kanisa basia, akakupea wewe na mimi kupata wokovu. Na huu wokovu haikufikia hapo, akamtuma Roho wake Mtakatifu aweze kuja kufunua zaidi mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe, sema amen. Kwa hivyo sijui, nimetoka nikakwambia hivi, nimetoka kando na ujumbe kidogo tu nikuambie, be sensitive. Wakati umeomba, ukitembea barabarani, fungua mawazo yako, akili zako, ili umwambie Bwana nisaidie kwa yeyote yule. Unaweza kwenda ukutane na mtu. Siku moja nilienda supermarket. Mimi hutaka kushare my story. Nilipoenda supermarket, hii ni real story yangu. Nilipoenda supermarket, nikaanza kushop. Nilikuwa tu na 1,000 kwa mkono. Na nikiwa hapo nikapitia mahali kwa hizi fringe sausages na samosa hapo, na mtu nikaona mwanaume amesimama. Mwanaume tu anaangalia pale. Unajua na sisi wanadamu saa zingine ukiangalia unaona tu anakaa kama mtu ni kama anataka kuiba. Lakini kile aliniambia mami, aliniita mami, haki si uninulie tu, aliniambia unga. Lakini nikuambie kitu, mtu wa Mungu, wakati huo nilikuwa hata hiyo ngiri moja haiwezi kutosha. Kaniambia, nilikuwa tu, kuna vile tu nilikuwa nasikia ndani ya moyo wangu ninahitaji, lakini haijafikia. Huyo mtu akaniambia, mami, si ununulie unga. Nikamwangalia mwanaume tu mzima hivi, nikampita tu, mimi sikuongea. Nikaenda nikashop nikanunua. Lakini nilipotoka hapo nilisikia mimi sina amani. Nikakuja nikashare hiyo kitu na wasichana, watoto wangu. Nikamwambia, imagine kuna mtu supermarket ameniambia mami ninunulie unga. Mtoto mmoja wangu akaniambia, mama, hata tisikuwa huko college kuna mmoja alituambia hivyo kwa barabara, si tukachangana tukamnunulia. Unajua nilisikia vibaya, maana hata vile nilinunua hizo vitu zangu hiyo ngiri haikuisha. Nikakuja nikaona kweli, nikaombia na kweli naweza kuwa Mungu alikuwa ameweka mtihani mbele yangu na nimeanguka. Nikaambia Mungu nisamee tu, na siku ingine sitadharau. Mtu akiniambia hivyo nisikie roho iko connected naye, nitamsaidia. Maana Biblia inasema eli kupeana kuliko kupokea. Umebarikiwa mkono unaopeana kuliko ule unayepokea. Nataka kuambia nini? Kuwa sensitive. Usidharau kile unasikia na kile unaona. Usione mwanadamu mbele yako ni mwanaume maybe amevaa nguo ameenda. Unajua, acha niwaambie kitu, na hii yote ni injili. Unaweza kuwa umeenda unaona mwanaume ameenda haja ndogo na amekataa kufunga zipu. We umeona kwa nini? Umeona, mwambie sir, please there is something somewhere. Ebu umwito mwambie, sijui ni nini, lakini sijui zipu yako inaweza kuwa imeharibika ama ni nini. Nimeona zipu ni kama imeharibika. Ebu simama pale unjaribu kuangalia kama ni kuharibike. Utamwambia kwa hekima. Mwambie funganga zipu. Mwambie hiyo. Mwingine une mama, zipu mwambie mami, naona zipu ni kama, yani kuwa na macho ya Mungu ya kuona na kurekebisha kile unafaa kurekebisha.
Unaweza kuona mtu hapo kasini ndio akukoroga watu, mwite kando, mwambie hii kukoroga si mzuri. Sijui hizo nazo ni za nani. Ujumbe ikuangi moja direct, itahubiriwa mpaka mwisho yenye nimeshika ya mambo ya Isaya. Uko hapo kama jicho la Mungu, uweze kusaidia mtu. Unaweza kuangalia mtu ako na shida, usigonge watu, urumia mtu. Kazi ya Mungu si hii ya Biblia peke yake kuhubiri. Kazi ya Mungu si kuimba peke yake, hata kusaidia mtu aliye na haja. Hiyo ni kitu kikubwa sana, maana Biblia inasema ya kwamba na kitabu itafunguliwa ya Matendo na ingine ifunguliwe ya uzima. Yule ataonekana hapo atatupwa kwenye ziwa la moto. Kwa hivyo kuanzia saa hiyo nimeongea kwa sababu ya kuwa sensitive. Usione mtu amevinyika, zipu imefunguka, mwambi. Ni kweli huku unaweza kuambia mtu, lakini si uko na mwambie Mungu nisaidie. Nia yangu ni moja, kumsaidia asiaibike. Unaambia sana, please. Umwambie ifai hivyo. Unamwambia, ukisaidia mtu kwa maneno, kesho na utasaidiwa. Mungu hatakubali waibike. Nimetoka kwa hiyo nikuje kwa Uzia. So Uzia ni alikuwa mfalme. Na Isaya alikuwa ameitwa na Mungu. Lakini Uzia hakuweza kusaidia Isaya kuona Mungu. Maybe alimkanyanga, maybe alimtesa. Na Isaya akaandika ili leo na wewe unjue uko na Uzia katika maisha yako. Mtu wa Mungu, sijui ni hali gani, sijui Uzia ni watoto wako, sijui Uzia ni watoto wamekuwa vichwa ngumu, sijui Uzia ni kazini unateso, sijui Uzia ni wapi na ni wapi katika maisha yako. Angalia Uzia katika maisha yako na waambie Mungu, hii hali ibandirishe Bwana. Hii hali ibadilishwe. Iwe ni watoto, si kufa watakufa, ni kubadilishwa, watabadilishwa. Ikiwa ni ndoa ngumu, ingeuze, si kusema Bwana maliza hii ndoa. Unawezaje kuambia Mungu amalize ndoa na ndoa ni mume wako? Usiwe mchawi wa kiroho. Ombea vitu zingeuke. Siku ya leo kila hali, wakati utaona hali yoyote katika maisha yako iko na pepo, na hiyo pepo ndi inang'aleangwa, inatubwa, na hii nini inakuja inalainika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo Uzia ni kile kitu ambao kinakunyanyasa mpaka hata yale Mungu alikutendea unaona haya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo naomba niseme kila Uzia katika maisha yako, situation inayefanana na Uzia, siku ya leo ikaishe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Maana mimi nakuumbilia Yesu, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ambaye nimeona wakinishindania. Si ati sikuangi na hali ngumu na kuanga nayo, lakini siri yangu iko kwa Mungu. Siri yangu ni kumtafuta Mungu na kumuuliza Mungu, kwa nini hii iko hivi? Na akiniambia utaniona, na mgonjeanga Bwana. Kwa hivyo siku ya leo Uzia ni hali yoyote ambao imekulemea, uwezi tumikia Mungu, uwezi soma Biblia, uwezi enda kanisani, ulifungwa. Maybe ni nabii wako ulijihulumia, unasema nabii akinena tu kwa mtandao nimeridhika, sitaenda. Ina haja gani mtu akuambie unarogwa na ndugu yako, unarogwa na mama yako? Inasaidia nini? Hapa tule kinasaidia ni ufalme wa Mungu. Penda mtu wa Mungu ambaye anakuambia dhambi zako usipoacha utaenda Jehanamu. Penda mtu wa Mungu ambaye anakukemea, anakuambia hizo tabia za mama kama wewe unayekaa kwa nyumba yako huwezi ona Mungu. Hebu niwaambie kitu, nyinyi ambao mumeoana, acha niwaambie tu, niwashauri siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo, unapochunguza Uzia wako ni nani, Uzia wako ni nani. Yaani wakati uko kwa mboma yako, uko na mume wako, unamuona akiwa nduni, unamdharau. Bali wakati mume wewe unaona mke wako ni duni, unamdharau. Nikwambie kitu mtu, nikwambie wewe ni laana tu uko nazo, na hakuna kitu kinaweza kufanikiwa kwako. Maana when
Lakini wakati Mungu ameruhusu mwanaume awe na mwanamke na waitane mume na mke, hizi zote na koroga, ni mchele nimepika, nimekoroga kila kitu. Neno la Mungu imeanza na Isaya, na nimechanganya vitu mingi, maana si kila mtu akona uziana msumbua, na kuna watu wanasumbuliwa na ndoa. Unadharau mume aliyekuoa tu, ama mwanaume na dharau mke uliyeoa. Ole wako wewe, kwa sababu hakuna baraka yeyote itapatikana kwa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, nyinyi mlioana, mke na mume, mmefunga ndoa, si haijalishi mlichukuana mkaenda wapi, hamkusimama kanisani, Mungu alikuwa eyewitness mahali mlioanea. Heshima iwe na upendo uwe mwingi, na msikizane ili baraka zenu zisitawanyishwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kuomba Mungu Uzia ambaye aliye ndani ya maisha yako, Bwana akaweze kumuondoa. Si mimi nitamuondoa, lakini Roho wa Mungu, ukiamini na mimi maneno ambao nimeshia na wewe, maana ni mimi nimekuja nayo kwako kupitia nguvu za Mungu, ukiyasikiza yatakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kuna hao watu walikuwa wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Waliabudu Mungu katika roho na katika kweli, lakini walisingiziwa. Yes, walisingiziwa mambo na wakawekwa ndani ya moto ili waweze kuangamia. Lakini Biblia inaniambiaje? Mtu wa nne alitokea. Mtu wa nne alitokea kwa sababu gani? Ilikuwa wakati wa Mungu wa kuonyesha uaminifu wake katika Shadraka, Meshaki na Abednego. Vile walimuonyesha Mungu wao uaminifu wa kukaa katika mipango ya Mungu na kukaa katika njia za Mungu, hivyo ndivyo mwana wa Mungu alishuka katika moto na akazima miale ya moto. Hawakunuka hata moshi. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kuna wakati inafikanga kama vile Isaya alisimama na Mungu, akamngojea Mungu, na Mungu akamuondolea kizuizi ambao ni Uzia, na akamuona Mungu na akamwabudu Mungu. Na unajua vile Isaya alisema, ulimi wangu, alimtamkia Bwana, akamwambia ulimi wake, akamwambia Mungu, ole wangu mimi mwenye dhambi. Lakini kuna kitu kiliwekwa ndani ya Isaya, akatakazika na akatumwa. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ambao kimekuzuia kumwona Mungu kikaondolewe kwa jina la Yesu Kristo, ukasafishwe kwa damu ya Yesu Kristo, ambao ni damu ya dhamana, ambao ni damu iliyo na ukombozi, ambao ni damu iliye na nguvu, ambao ni damu inaponya. Damu ya Kalvari ikutakaze na ukaone Mungu wako, ukaone ukuu wa Mungu wako, ukaone nguvu zako, ukaone nguvu za Mungu, sio nguvu zako, ukaone nguvu za Mungu, ukaone Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana akikutendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Akatakazwa na akatumwa kuhubiri. Unajua kitu, kuhubiri, hata unaona watu wakihubiri, si kwa sababu ni wasafi. Ni neema ya Mungu hufanya kazi, ni neema ya Yesu tukomboa, ni neema ya Yesu imeturehemisha. Hakuna mtu ambaye anaweza kujigamba, ni neema ya Mungu. Na ukitaka kunjua, soma Waibrania 6. Waibrania, wacha nione nisikusomee vitu zangu. Waibrania inasema ni 4:16, I think so, ni kama 4:16. Inasema na tusongee katika kiti cha neema cha Mungu ili tupate haki wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, ni kweli, ni Hebrews 4:16. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, so we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yes, let us then
with confidence draw near the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kwa hivyo hakuna mtu anajigamba, ni neema za Mungu. Kwa hivyo sijui ni Uzia gani, Uzia mgani anaitwa Uzia died. Anasema Isaiah, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high of lifted up, and the train of his robe filled the temple. Yes, naomba ukaone Mungu akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi cha mbinguni. Chochote ukuzuia kutoona Mungu kikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao nimetoa mashauri kwenu, chukua mashauri yako na Mungu akubariki, akutende mema. Kwa hivyo siku ya leo, mtu wa Mungu, twende tukasongee kwa kile kiti cha neema cha Mungu ili tupate rehema na neema wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, watu wa Mungu, ninayezungumza na wewe, sijui ni nini hicho kimekuzuia kuona Mungu. Sijui ni kiburi, sijui ni nini. Hauwezani na kiburi. Mungu peke yake ndio utamwambia Bwana, Uzia huyu ndiye amenizuilia kukuona. Umwambie Bwana hicho. Maana ninapoongea najua huyo mtu anajua naongelelea nini. Bwana Yesu asifiwe. Yes, mambo ya Shadraka, Meshaki and Abednego iko Daniel 3 kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 28. Hiyo sitasoma. Enda ukajisomee, mtu wa Mungu. Mambo ya kusongea katika kiti cha neema cha Mungu iko katika Hebrews 4:16. Na mambo ya Isaiah na Uzia ni Isaiah 6:1. Ukitaka kusoma chapter yote, mtu wa Mungu, ukazome na Mungu akutende mema. Kwa hivyo siku ya leo, wewe mtu wa Mungu, hicho ambao kimekuzuia kuona Mungu kikaondoke siku ya leo. Ukaambie Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, uniondolee hizi vitu. Nikawa nasoma Mathayo, wakati mwana wa Mungu aliingia katika boat, yani akaingia, na alipoingia yeye alienda kulala. Na alipolala mwana wa Mungu, upepo mkali ukaanza. Hayo ni watu kina au ni watu ni watume wa Yesu Kristo. Waliingia na yeye, wakasahau ya kwamba wako na mwana wa Mungu, na Yesu akalala. So Biblia inasema upepo ulianza, na ulipoanza mambo yakawa mangumu, na wanafunzi wa Yesu wakaanza kumuita. Wakimwambia, Bwana, umelala na tunaangamia. Hiyo iko Matthew 8:23 uteremuke to 26. Hapo ndio utaona mambo ya Yesu. Waliingia na Yesu akasimama, akasimamisha upepo. Si mwana wa Mungu akasimamisha upepo katika maisha yako? Ukiangalia hiyo maandiko yote nimekusomea ya Shadraka, Meshaki and Abednego, nikakuja mambo ya Isaiah na Uzia, nikakuja tena nikasoma mambo ya Yesu hapo Matthew 8:23 to 26. Hapo tu utaona kile kimetendeka. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nimekuja kukukumbusha, nikwambie hivi, kila hali yote imewekwa na adui ya kukuzuia kusikizwa na Mungu,
ikaondoke katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ikaondolewe in the mighty name of Jesus. Mungu pekee yake ndiye ako na uwezo wa kukukomboa, ndiye ako na uwezo wa kutuokoa, ndiye ako na uwezo wa kututoa katika minyororo. Bwana wa mabwana akakuondolee huyo uzia katika maisha yako, ukaweze kuona nguvu za Mungu ndani yako. Hiyo dhambi ambayo imekulemea, unajua nimerealize mimi naongeanga kuhusu dhambi. Nimekuja kujua hivyo. Na nikauliza Mungu, kwa nini hii maunjumbe ambao naumbiri si maunjumbe inafurahisha? Kaniambia unjumbe wa kweli hauwezi furahisha mtu. Ujumbe ambao unanguza roho ya mtu haiwezi mfurahisha, lakini haiwezi furahisha mwanadamu. Na hata shetani mwenyewe apendi ujumbe inaofungua watu mawazo. Unajua ni kweli tumeokoka kwa neema, lakini neema hii ifanyiwe kazi kwa kuacha vitu tu katika jina la Yesu Kristo. Ni kuna maunjumbe mtu akijaribu kuumbiri, kila mtu anachangamukia unjumbe, maana unjumbe huo nguzi roho, unafaidi mwanadamu wa nje. Umewahi jua kuna unjumbe wa kufurahisha mwanadamu wa nje anayeona vitukano, anayetaka vitukano, lakini sio spiritual. Deliverance ya ukweli, watu wa Mungu niwaambie, ni ile unakombolewa kutoka kwa dhambi totally aje kwa kujua ukweli. Unajua dhambi ni mbaya, na unasema kuanzia leo, kwa sababu ya Yesu kuniokoa, sitarudi kwa dhambi tena. Hiyo ndio ukombozi. Si ile ya kugaragara ama kufanya nini. Maana hata ugaragare, hata uombewe deliverance, na ukatae kunjua hiki kinafanya urudi kwa dhambi ni nini, utarudi tu. Na ukirudi, Biblia inasema pepo ikimtoka mtu inarudi tena, inakaa huko jangwani, inasema wacha nirudi nikaangalie nyumba yangu. Na ndio unaonanga watu wengi hata waombewe deliverance wanakombolewa, lakini baadaye wanaisha tu. Kwa sababu gani? Hawajafunzwa dhambi ni nini na kutoka kwa dhambi. Maana Biblia inasema utajua ukweli na ukweli utakufanya nini? Utakuweka huru. Watu hawapendi injili ya kweli, ambao tunakemea dhambi. Wakati Yohana Mbatizaji alikemea, ndiye alikatwa kichwa na ina neno, lakini alikuwa amemaliza kazi yake. Alimtengenezea Yesu njia ya kukatia, ya kupitia. Ni lazima kuwe na mtu wa Mungu wa kukutengenezea njia ili upitie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimerealize ujumbe ninaotoa uko na maonyo makubwa ya dhambi, na hayo ndio mapenzi ya Mungu. I can't change anything, maana misingi ndio hiyo yenye nimewekwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kumuona Mungu, kaa katika mapenzi ya Mungu. Acha dhambi, kataa dhambi. Yesu alikuokoa. Unajua, hata nikwambie leo, nikushangaze mtu wa Mungu, ikiwa wesi acha dhambi, utakaanga tu ukisunguka kwa kitu kimoja na utaona wokovu ni kama uongo. But Yesu ni wa ukweli, yupo, kazi zake ziko, na ukimwamini wewe atakuokoa na atakusaidia. Kwa hivyo tutakuja kusoma kitu kisikuambii ni nini. Ni vile hii simu ile sirekodi video mrefu, inaweza kukatikia katikati, ikifika mwisho ya mahali ina space imetoshea. Kwa hivyo Bwana akubariki, Bwana akuinue, na tuache dhambi. Wachana na dhambi tu. Wachana na dhambi ili uweze kumuona Mungu. Songeanga katika kiti cha enzi cha Mungu, uombe neema na rehema wakati wa mahitaji, ili Bwana Yesu akutende mema. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Evangelist Jeni Muthemya, na Yesu ni Bwana ndani yangu, na ninampenda sana mwana wa Mungu. Ninampenda sana mwana wa Mungu, hata yeye anajua nampenda. Nimeacha mengi kwa sababu ya Yesu, na ninemuona akiwa mwaminifu. Na wewe jikane. Yesu alisema ukitaka kunifuata jikane na ubebe msalaba. Msalaba ni nini? Yaani ni kukaa msalabani kila siku.
maana Yesu mwana wa Mungu hiyo ndio alitupea. Bwana wabariki awainue. Wewe ambao hujaokoka, sema Bwana Yesu mwana wa Mungu, nisamehe dhambi zangu na makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Yesu mwana wa Mungu, ninaamini ya kwamba uliteswa, ukasurubiwa, ukafa na siku ya 3 ukatoka kwa wafu. Na wewe ndiye Bwana. Nimekupokea uwe Bwana mwokozi wa maisha yangu. Amen. Baba, katika jina la Yesu na waombea ambao wameokoka, wapokelee, wasamehe dhambi zao na makosa, waondoe katika kitabu cha mauti na uandike jina lao katika kitabu cha uzima milele. Yesu, waongoze na uwatende mema. Ni wanao wasaidie. Roho wa Mungu ingia ndani yao, wasaidie. Na ni kwa Yesu aliye Bwana nimeomba na kuamini. Sema amen. Wewe umeokoka, tafuta kanisa uende tu. Mtumishi wa Mungu upanda mbegu tu. Ikiruhusiwa kumea inazana inaendelea. Hata mimi nilihubiriwa hivyo, nikaombewa na nikakuwa hivi. Na sitaki kuambia miaka ya kuokoka, hapana. Mimi nilipenda Mungu nikiwa msichana tu. Na Yesu akanisaidia tu. Hiyo upendo hiyo ndio imenifikisha leo. Kwa hivyo na wewe ambao uko na uzia katika maisha yako, Baba, katika jina la Yesu Kristo, umenipa neno nimepeana. Wewe ndiye Mungu, umenipa kwa hekima yako. Mimi sina kitu. Na waombea mtazamaji ambaye ako na kitu kinamzuia kukuona. Hicho kitu siku ya leo kikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Na minyororo yote ya shetani kakatike in the name of Jesus. Bwana Yesu, damu yako inatosha. Ikiwa ni dhambi, wasamee makosa yao, wasamee dhambi zao. Damu yako yasafishe ya Kalvari na waweze kuona nguvu zako. Magonjwa ikatoweke kwa jina la Yesu Kristo. Shida na laana zikabomoke kwa jina la Yesu Kristo. Uganga, uchawi ukatoweke kwa jina la Yesu Kristo. Naondoa confusion katika mawazo yako. Naondoa confusion katika maisha yako. Naondoa mateso katika kazi yako. Naondoa mateso katika jina la Yesu katika ndoa. Naondoa mateso yote, chochote kinakunyanyasa kikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Na kuanzia leo mwana wa Mungu akajionyeshe katika maisha yako. Umebarikiwa, umeinuliwa. Simama, tembea. Wewe umeokoka, mtu wa Mungu. Yesu ni Bwana. You are no longer a slave. Romans 8:1. You are no longer a slave to fear. You are a child of God. Tembea katika mapenzi ya Mungu. Tembea katika njia za Mungu. Jitabilie mema. Ongea na anga yako, nena mazuri, nena baraka. Bariki uzao wako wewe uliozaa. Fungua hema zako. Tamka mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo mwangaza umeonekana na giza imetoweka. In Jesus mighty name I pray and believe. Sema amen. Watu wa Mungu, shalom shalom. Bwana wabariki, awatende mema. Majina ni ile Evangelist Jenny Muthenya, na Yesu ni Bwana. Amen.